Lakini sasa ili kupata undani wa taarifa hii tuongee na mchambuzi Dr. Nicodemus Minde mubashara kutoka Nairobi ili kuelewa kwa undani mkataba wa hivi punde kati ya Rwanda na DRC. Karibu sana Dr. Minde. Miaka 65 baada ya DRC kujipatia uhuru, kwa nini bado inakabiliwa na utovu wa usalama hususan huko mashariki? Miaka 65 ya uhuru kusema ukweli ni miaka mingi kwa taifa lolote ambalo limekuwa linachipukia, na tunaona kwamba hali ya kiusalama kama ulivyosema bado ni tata na migogoro imeendelea kuwepo katika mashariki mwa Kongo kutokana na kuwepo kwa baadhi ya makundi ya waasi pamoja na mapigano ambayo yanahusisha mambo mengi ya kihistoria pamoja na mambo ya ujirani pamoja na Rwanda. Kwa tunaona miaka 65 bado hali ni ngumu, lakini tunaona makubaliano ambayo yalifikiwa huko Washington mapema wiki iliyopita, nadhani itakuwa ni kama kuwatia moyo wananchi wa Afrika, DRC pamoja na Rwanda kwa ujumla. Naam, Rais wa zamani Joseph Kabila amepuuzilia mbali makubaliano hayo. Kwa nini unahisi kwamba yeye anahisi makubaliano hayo hayana maana yoyote? Tukiangalia rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kwa kiasi kikubwa amekuwa kilumbana na Rais Felix Tshisekedi, na tukiona kwamba pia amekuwa mbia wa karibu wa kikundi cha waasi cha M23. Kwa hiyo tunaona kwa kiasi kikubwa kauli yake ya kusema kwamba hakubaliani na makubaliano hayo kwamba yanaendana kabisa na mtazamo wake hapo awali, na naona kwamba katika makubaliano hayo tunaona kwamba kikundi cha M23 bado hakijatajwa kuhusiana na uwepo wake katika ardhi ya DRC pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo tunaona kwamba kauli ya Joseph Kabila inaendana ama inashabiana kabisa na mtazamo wake wa hapo awali wa kuonekana kama mbia wa karibu wa M23 na AFC. Naam, shukrani sana Dr. Minde, tutarejea kwako, lakini kwanza kwa kifupi hebu tusikilize baadhi ya raia wa mashariki mwa Kongo wanahisi vipi kuhusu swala hili lote, kisha nirudi kwako Dr. Minde. Hatusadiki kwa sababu mara yale ambayo tunayoyaona inasemeka na hakitawezekana. Napenda watu waishi katika amani, wanaposema neno itimilike na watu washukuru Mungu. Mkataba ambao itasainiwa huko Washington itakuwa ya kumaliza vita, itakuwa ya kuruhusu M23 kurudi kwao, lakini wanaendelea onekana ndani ya mji wa Goma. Mimi ningetarajia kwamba hao ambao wanafikiri watakuwa wakisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo watupee vifaa vya vita, watupee, wafunze jeshi letu ili tuweze kujitegemea sisi wenyewe. Viongozi waweze kuelewana na sisi kama Wakongomani tuweze kupata amani. Naam, kama ulivyosikia hapo Dr. Minde, ni matumaini tu ambayo raia hawa wako nayo, lakini swali ni je, mkataba huu kwa mtizamo wako utaweza kudumu? Sidhani. Matumaini yanatakiwa yawepo kwa kiasi kikubwa. Makubaliano yaliyotiwa sahihi yanaonekana kama ni makubaliano mapya ambayo yanashirikisha taifa la Marekani ambalo ni taifa lenye nguvu, na katika utekelezaji kama taarifa hizo zilivyosema, Donald Trump ameongea kwamba endapo kutakuwa kuna ukiukaji wa makubaliano haya basi kutakuwa kuna athari kwa ambaye anakiuka. Lakini kwa mtazamo wangu tunaona makubaliano haya yanaenda kuongeza pia sehemu nyingine ya mgogoro, kwani tunaona kuna mambo mengine ambayo hajahusishwa, kwa mfano sehemu ya M23 pamoja na historia ya nini chimbuko kabisa la mgogoro huu. Japo kuna matumaini kutoka kwa wananchi, lakini katika mtazamo kabisa wa kisomi pamoja na kiutaalamu naona kutakuwa bado kuna mtanziko katika utekelezaji na makubaliano sioni kwamba yanaweza kufikia ile ambayo yalikuwa yametarajiwa. Naam, sasa Marekani wako mstari wa mbele katika mkataba huu Dr. Minde. Wao watafaidika vipi kwenye swala hili? Bila shaka makubaliano haya wengine wametaja ni makubaliano sio tu ya amani, bali kuna kipengele cha kiuchumi, na tumeona katika sera ya kimataifa ya rais wa Marekani imekuwa ni sera ya kimkakati ya kutaka kabisa kufanya siasa ya transactional, yani ya kibiashara. Kwa hiyo bila shaka tunaona kwamba Marekani, japo inaonekana kwamba wao ni wafadhili wa makubaliano hayo,
Pia kuna vipengele vya makubaliano ya kiuchumi ambao Marekani wanaweza kufaidi hasa katika swala zima la madini.